kukomboa ulimwengu, kwamba ndiye Kristo, akabishana nao akawashinda. Baadaye wanafikia tu wanataka kumuua. Yeye alikuwa na amani, anawaombea msamaha, anasema Bwana wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye shida unakuwa na amani kwa sababu Roho Mtakatifu yuko na wewe. Kama una Roho Mtakatifu utapata tabu. Utapata tabu, atakuja huyo anakuambia hili jambo hili. Hapa kuna mganga yuko Kigoma. Huyu mganga wa Kigoma kule Kakonko ndo baraha. Twende. Huyo unakopa kwenye SACCOS. Yaani baada ya kupa ya mara watoto waende shule, wewe unakopa kwenye SACCOS kwenda kwa mganga. Duniani kuna tabu hapa. Yaani unakopa mahela ujikuroga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeyote ambaye ameenda kwa mganga ni mchawi. Halo? Ngumu kumeza. Yeyote aliyekwenda kwa waganga ni nini? Mchawi. Ni mchawi. Na mganga ni mchawi aliyejitangaza. Yeye amesema kwamba mimi ni mchawi. Mganga huyo. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa hiyo tunatambua hizi dalili ziwe kwako. Kujizuia, self control. Unaweza kujizuia utawala binafsi. Unaweza kujizuia kwa sababu Roho Mtakatifu anakupa neema. Au utaenda kwenye dhambi kwa sababu una nguvu ya Roho Mtakatifu, atakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Maisha safi ya utakatifu. Hizi ni dalili za huyu mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, upendo wa kweli. Tumeuangalia hapo. Jambo la pili, amani hata katika shida. Jambo la tatu, kujizuia. Yaani utawala binafsi, self control, uwezo kujitawala, uwezo kujizuia. Namba 4, maisha safi ya utakatifu. Haleluya, haleluya. Amina. Na uwezaje kutembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu? Na uwezaje? Jambo la kwanza, kujaa Roho Mtakatifu kila siku. Manake anafunaita ujazo. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Manake hapajawahi kujaa. Mtu akikwambia nimeshajazwa Roho Mtakatifu, manake nimejaa moja kwa moja, huyo mtu ni muongo. Inaitwa ujazo, manake ni tukio endelevu. Ni jambo endelevu. Kwa hiyo lazima utake Bwana akupe neema. Hata mchana wa leo, ujazo wa Roho Mtakatifu kila siku. Roho Mtakatifu akisha kuja kwako, maana yake utapata nguvu mpya. Nguvu kisha kuja itakubadilisha kwenye mambo ya Mungu, utakuwa na nguvu kubwa sana. Haleluya. Namba 2, kuomba kwa bidii. Namba 3, kusoma na kutii neno la Mungu. Namba 4, kufa kwa mwili, yani kujikana. Bwana Yesu asifiwe. Na soma haya, kujaa Roho Mtakatifu, kuomba kwa bidii, kusoma na kutii neno la Mungu, kufa kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu anakupa ushindi dhidi ya dhambi, nguvu ya kuhubiri na kushuhudia, nguvu ya kufanya miujiza kwa mapenzi ya Mungu, uongozi wa maisha katika maisha yako yote. Vitu ambavyo vinasema usitembee na Roho Mtakatifu ni vizuizi vinavyozuia usitembee. 1, dhambi za makusudi. Wote tuseme dhambi za makusudi. Dhambi ya makusudi. Yaani unaamua kwamba hii ni dhambi, unaenda kuitenda. 2, kupuuza sauti ya Mungu. Unaona Roho Mtakatifu, Mungu anakuletea ujumbe kupitia mchungaji, kupitia watumishi wake, wewe unapuuza tu. Unapuuza tu. Kishupaza shingo. Ashupazaye shingo atavunjika. Na kuna dawa. Halo? 3, kukosa maombi. 4, maisha ya tamaa za dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunahitaji sasa kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu kwa kiwango kingine cha tofauti. Haleluya, haleluya. Ule jirani yako, unahitaji kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu? Bwana umuulize. Unahitaji kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu kwa kiwango tofauti? Amen. Ni sasa hivi. Haleluya, haleluya. Ni sasa hivi. Naomba usome pale ulipo. Naomba usimame, upenda tuunganishie bluetooth pale. Kijana mwingine yuko wapi? Je, mwingine yuko wapi?
Simama kwa miguu yako pale ulipo. Soma kwa miguu yako mahali ulipo. Na watu kama wako mbali waweza kuingia kanisani hapa. Waje kanisani.